Shalom mtumishi wa Mungu, naomba nishare na wewe maneno matakatifu kutoka kwenye kitabu cha Mithali 18 mstari wa 10. Biblia yangu inasema ya kwamba jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki ukimbilia akawa salama. Naomba nikuulize, unapopitia changamoto zako, wewe huo unamkimbilia nani? Unapokuwa kwenye magumu, unapokuwa kwenye shida, unapokuwa umefika point ambayo huoni kitu chochote, huo unamkimbilia nani haswa? Kwa sababu tukimwangalia mtumishi wa Mungu Ayubu, na yeye kipindi anapitia matatizo mengi, kipindi anapitia changamoto nyingi, Ayubu alimkimbilia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu alijua kwamba kwenye jina lake ipo nguvu ya uponyaji, nguvu ya kukuvusha pale mahali ambapo ulipo, nguvu ya kukutoa kwenye changamoto zako au tatizo lako ambalo unalipitia sasa. Sasa wewe ndugu yangu, unapopitia changamoto, unapopitia tatizo lolote, unamkimbilia nani? Je, unamkimbilia rafiki? Unamkimbilia wazazi? Unamkimbilia mwenza wako ambaye mko kwenye mahusiano? Unamkimbilia mume au mke? Nani hasa umemfanya kimbilio lako? Neno la Mungu linaposema mwenye haki ukimbilia akawa salama, that means huyo mtu ambaye unamkimbilia una imani naye kwamba anaweza kukuvusha. Biblia pia inatuambia kwa habari ya kwamba anayemtegemea mwanadamu amelaaniwa. Sasa wewe tumaini lako umempa nani? Je, tumaini lako liko kwa Mungu? Kwa kama tumaini lako umeleka kwa Mungu, that means salama yako iko pale. That means unamwamini Mungu kwamba atakuvusha katika hiyo changamoto unayopitia. Unamwamini Mungu ambaye una uhakika naye na matendo yake makuu katika maisha yako. Nikusii siku ya leo kwamba mtumaini Mungu. Mtumaini Mungu, muamini Mungu, mkimbilie yeye katika changamoto zako. Maana yeye ndo anasema kwamba mwenye haki akimkimbilia atakuwa salama. Haijalishi changamoto ni kubwa namna gani, haijalishi hilo jambo unalolipitia ni zito kiasi gani, lakini ukimkimbilia yeye utakuwa salama. Na unawezaje kumkimbilia Mungu? Ni katika njia ya maombi. Kwa sababu sisi communication ambayo tuko nayo ya kuongea sisi na Mungu wetu direct ni kupitia maombi. Kwa unapopitia changamoto yoyote, mkimbilie Mungu magotini mwako. Anasema haya, njoni tusemezane, asema Bwana, mizigo ataitua. That means tatizo lolote ulionalo mpelekee yeye. Yeye ni ngome, yeye ni ushindi wako, yeye ni daraja, yeye ni mtu ambaye anaweza kukuvusha hapo ulipo na kukupeleka pale sehemu ambapo ulikuwa unatamani kwenda. Haijalishi tatizo ni kubwa namna gani. Haijalishi unapitia nini ambacho kikawaida katika akili ya kawaida ya kibinadamu unaona kwamba hapa simhitaji Mungu. Mkimbilie Mungu, mfanye yeye kuwa ngome yako, mfanye yeye kuwa ushindi wako, mfanye yeye kuwa daraja, mfanye yeye kuwa tumaini lako. Wanadamu wapo na Mungu akiwa anakujibu atawatumia wao, lakini usiweke imani yako kwa wanadamu. Biblia imekataa, imesema mtumainie mwanadamu amelaaniwa. Kwa hiyo wewe ukiacha kukimbilia ngome iliyo imara ukamkimbilia mwanadamu, that means uko kwenye laana. That means hujui nguvu za huyo Mungu wako. Ujui nguvu zilizopo katika jina la Mungu. Lakini pia mwenye haki ukimbilia akawa salama. Ili uweze kujibiwa hayo ambayo unamuitia Mungu, lazima uwe na haki. That means lazima uwe msafi. Make sure kwamba mahusiano yako wewe na Mungu ni mazuri ili uweze kuvuka kwenye hilo tatizo lako. Kama una mahusiano mabaya, jua hata kama unahitaji kuwa na mahusiano mazuri kati ya wewe na Mungu, kwa sababu amesema mwenye haki ukimbilia akawa salama. Ni kweli kimbilio letu ni Mungu, lakini Mungu huyu ili aweze kuonekana katika maisha yako unahitaji usafi. Unahitaji utakatifu. Hakuna mtu atakayeweza kumuona Baba pasipokuwa utakatifu. That means unahitaji usafi. Sio usafi wa mwili wa nje, usafi wa roho yako. Matendo yako yanaongea nini kwa Mungu? Maombi yako yanaweza kupokewa kama manukato au maombi yako yakawa chukizo. Maana Biblia inasema maombi ya mwenye dhambi ni chukizo mbele za Mungu. Lakini ukija kwenye nadharia ya kawaida ya mzazi na mtoto, unaona mzazi huwa anaweza kumpa haki mtoto wake yule ambaye ni mtiifu, mtoto yule ambaye hana mawaa makubwa kwa wazazi, mtoto ambaye hajakosana na wazazi. Same applied katika ulimwengu wa
kimwili. Sema pale katika ulimwengu wa kiroho. Yaani katika ulimwengu wa kiroho ni sawa sana huyu baba ambaye tunamuona, tunachukua mfano baba yako wa duniani. Maisha yako yakiwa masafi kwa mzazi wako, hata umuombe nini. Tunaona watoto. Mtoto akiwa yuko clean na baba yake, hawana misuguano, hawana nini, mzazi yuko kuprovide chochote. Sasa wewe mahusiano yako na Mungu yakoje? Inawezekana ni kweli unasema nishamkimbilia Mungu mara kibao, lakini anijibu. The reason behind ni mahusiano yako wewe na baba hayako mazuri. Tubu. Omba toba. Peleka maombi yako kwa Mungu, utakuwa salama. Anasema jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki ukimbilie akawa salama. Haijalishi uko kwenye tatizo gani, lakini omba toba ya kweli, mpelekee Mungu maombi yako, atakujibu. Ni vitu viwili tu, omba toba ya kweli kwa Mungu na mpelekee changamoto zako. Mungu atakuvusha. Mungu ameshavusha wengi. Kitabu cha Zaburi kinasema kwamba Daudi anasema tangu amekuwa kijana mpaka mzee hajawahi kuona mwenye haki ya Mungu ameachwa kamwe. Ina maana kwamba Mungu hawezi kuacha kujibu maombi yako, hata tatizo liwe kubwa namna gani. Hata wewe unapitia changamoto ambayo kibinadamu mtu anasema hapa ndugu yangu hautotoka. Lakini as long as umekuwa mwenye haki, as long as umejitakasa mbele za Mungu, hakuna kitu kinamshinda. Biblia inatuambia tena, je, ni neno gani hilo gumu asiloweza kulifanya Bwana? Ni hakuna. Lakini tafuta usafi, nenda peleka jambo lako kwa Mungu. Utakuwa salama. Utavushwa kwenye changamoto, utavushwa kwenye biashara ambayo haipigi hatua, utavushwa kwenye eneo lako la kazini ambapo unaona watu hawakuelewi, bosi wako hawakuelewi, uko changamoto kubwa, utavushwa kwenye maisha ambayo unaishi ambayo hayaeleweki, lakini unahitaji usalama. Usalama wako ni kuwa na matendo mazuri, ni kuwa na kuomba upatanisho mzuri kati yako wewe na Mungu, na Mungu akuvushe. So jina la Bwana ni ngome imara. That means jina la Mungu wetu linaweza kufufua vitu vyote vilivyokufa kwenye maisha yako, kufufua kama ni biashara yako, kufufua sijui ni ndoa yako, kufufua sijui ni uchumi wako, mahusiano, kila kitu. Jina la Bwana ni ngome imara. Jina la Bwana ndio kimbilio letu ambalo linaweza likatupa majawabu katika mambo yote tunayopitia, changamoto zote, na ukawa imara na ukashinda ukimwamini yeye. Endelea kumwamini Mungu, utaona mambo makubwa. Hakuna mtu ambaye amemtumaini Mungu, hakuna mtu ambaye amemwamini Mungu akabaki jinsi alivyo. Vinaweza vikachelewa, vumilia. Wakati wako unakuja, Mungu ataviruhusu kwa wakati wake. Kwa hiyo usifosi, endelea kumwamini Mungu, weka imani, utapokea. Kwa hiyo zidisha imani, weka maombi, tumaini Mungu, muamini Mungu, mkimbilie yeye katika changamoto zako. Maana yeye ndo anasema kwamba mwenye haki akimkimbilia atakuwa salama. Haijalishi changamoto ni kubwa namna gani, haijalishi hilo jambo unalolipitia ni zito kiasi gani, lakini ukimkimbilia yeye utakuwa salama. Na unawezaje kumkimbilia Mungu? Ni katika njia ya maombi. Kwa sababu sisi communication ambayo tuko nayo ya kuongea sisi na Mungu wetu direct ni kupitia maombi. Kwa unapopitia changamoto yoyote, mkimbilie Mungu magotini mwako. Anasema haya, njoni tusemezane, asema Bwana, mizigo ataitua. That means tatizo lolote ulionalo mpelekee yeye. Yeye ni ngome, yeye ni ushindi wako, yeye ni daraja, yeye ni mtu ambaye anaweza kukuvusha hapo ulipo na kukupeleka pale sehemu ambapo ulikuwa unatamani kwenda. Haijalishi tatizo ni kubwa namna gani. Haijalishi unapitia nini ambacho kikawaida katika akili ya kawaida ya kibinadamu unaona kwamba hapa simhitaji Mungu. Mkimbilie Mungu, mfanye yeye kuwa ngome yako, mfanye yeye kuwa ushindi wako, mfanye yeye kuwa daraja, mfanye yeye kuwa tumaini lako. Wanadamu wapo na Mungu akiwa anakujibu atawatumia wao, lakini usiweke imani yako kwa wanadamu. Biblia imekataa, imesema mtumaini mwanadamu amelaaniwa. Kwa hiyo wewe ukiacha kukimbilia ngome iliyo imara ukamkimbilia mwanadamu, that means uko kwenye laana. That means hujui nguvu za huyo Mungu wako. Hujui nguvu zilizopo katika jina la Mungu. Lakini pia mwenye haki ukimbilia akawa salama. Ili uweze kujibiwa hayo ambayo unamuitia Mungu, lazima uwe na haki. That means lazima uwe msafi. Make sure kwamba mahusiano yako wewe na Mungu ni mazuri ili uweze kuvuka kwenye hilo tatizo lako. Kama una mahusiano mabaya, jua hata kama
unahitaji kuwa na mahusiano mazuri kati ya wewe na Mungu, kwa sababu amesema mwenye haki ukimbilia akawa salama. Ni kweli kimbilio letu ni Mungu, lakini Mungu huyu ili aweze kuonekana katika maisha yako unahitaji usafi, unahitaji utakatifu. Hakuna mtu atakayeweza kumuona Baba pasipokuwa utakatifu. That means unahitaji usafi. Sio usafi wa mwili wa nje, usafi wa roho yako. Matendo yako yanaongea nini kwa Mungu? Maombi yako yanaweza kupokewa kama manukato au maombi yako yakawa chukizo. Maana Biblia inasema maombi ya mwenye dhambi ni chukizo mbele za Mungu. Lakini ukija kwenye nadharia ya kawaida ya mzazi na mtoto, unaona mzazi huwa anaweza kumpa haki mtoto wake yule ambaye ni mtiifu, mtoto yule ambaye hana mawala makubwa kwa wazazi, mtoto ambaye hajakosana na wazazi. Same applied katika ulimwengu wa kimwili, same applied katika ulimwengu wa kiroho. Yaani katika ulimwengu wa kiroho ni sawa sana huyu baba ambaye tunamuona, tunachukua mfano baba yako wa duniani. Maisha yako yakiwa masafi kwa mzazi wako, hata umombe nini. Tunaona watoto, mtoto akiwa yuko clean na baba yake, hawana misuguano, hawana nini, mzazi yuko kuprovide chochote. Sasa wewe mahusiano yako na Mungu yakoje? Inawezekana ni kweli unasema nishamkimbilia Mungu mara kibao, lakini anijibu. The reason behind ni mahusiano yako wewe na baba hayako mazuri. Tubu, omba toba, peleka maombi yako kwa Mungu, utakuwa salama. Anasema jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki ukimbilie akawa salama. Haijalishi uko kwenye tatizo gani, lakini omba toba ya kweli, mpelekee Mungu maombi yako, atakujibu. Ni vitu viwili tu, omba toba ya kweli kwa Mungu na mpelekee changamoto zako, Mungu atakuvusha. Mungu ameshavusha wengi. Kitabu cha Zaburi kinasema kwamba Daudi anasema tangu amekuwa kijana mpaka mzee hajawahi kuona mwenye haki ya Mungu ameachwa kamwe. Ina maana kwamba Mungu hawezi kuacha kujibu maombi yako, hata tatizo liwe kubwa namna gani. Hata wewe unapitia changamoto ambayo kibinadamu mtu anasema hapa ndugu yangu hautotoka. Lakini as long as umekuwa mwenye haki, as long as umejitakasa mbele za Mungu, hakuna kitu kinamshinda. Biblia inatuambia tena, je, ni neno gani hilo gumu asiloweza kulifanya Bwana? Ni hakuna. Lakini tafuta usafi, nenda peleka jambo lako kwa Mungu, utakuwa salama. Utavushwa kwenye changamoto, utavushwa kwenye biashara ambayo haipigi hatua, utavushwa kwenye eneo lako la kazi ambapo unaona watu hawakuelewi, bosi wako hawakuelewi, uko changamoto kubwa, utavushwa kwenye maisha ambayo unaishi ambayo hayaeleweki, lakini unahitaji usalama. Usalama wako ni kuwa na matendo mazuri, ni kuwa na kuomba upatanisho mzuri kati yako wewe na Mungu, na Mungu akuvushe. So jina la Bwana ni ngome imara. That means jina la Mungu wetu linaweza kufufua vitu vyote vilivyokufa kwenye maisha yako, kufufua kama ni biashara yako, kufufua sijui ni ndoa yako, kufufua sijui ni uchumi wako, mahusiano, kila kitu. Jina la Bwana ni ngome imara. Jina la Bwana ndio kimbilio letu ambalo linaweza likatupa majawabu katika mambo yote tunayopitia, changamoto zote, na ukawa imara na ukashinda ukimwamini yeye. Endelea kumwamini Mungu, utaona mambo makubwa. Hakuna mtu ambaye amemtumaini Mungu, hakuna mtu ambaye amemwamini Mungu akabaki jinsi alivyo. Vinaweza vikachelewa, vumilia. Wakati wako unakuja, Mungu ataviruhusu kwa wakati wake. Kwa usifosi, endelea kumwamini Mungu, weka imani, utapokea. Kwa zidisha imani, weka maombi,